ukawape usingizi, na serikali yake na nchi ya Kenya tunabarikisha kwako. President of the Republic of Kenya leo ameweza kufanya ziara zake pale Inland Church. Na kumbuka pale Inland Church ni kanisa ambayo the President of the Republic of Kenya alipokuwa pale hapo zamani aliweza kudonate 20 million kwenye hiyo kanisa. Alafu jenzi wakaweza walikokuwa wakitaka kuweza kujaribu kuzichukua zile pesa 20 million. Then William Samoei Arap Ruto leo ameweza kufanya ziara zake pale Inland Church pale Nairobi. Then sitaki kuswap video, nataka nikuonyeshe vile William Samoei Arap Ruto vile aliweza kutoa speech yake akiconclude hizi ambazo zilikuwa zikifanyika hapo nyuma baada ya Gen Z kuenda kuattack huyu mtumishi wa Mungu anayejulikana kama Ndura ili kuweza kurejesha zile pesa 20 million ambazo William Samoei Arap Ruto, the President of the Republic of Kenya, alikuwa akiweza kuzidonate pale kanisani. Nataka nikuweke video ukaitazame kutoka M mpaka Z. Vile William Samoei Arap Ruto alikuwa akiweza kutoa speech yake. Kabla sijakupeleka na mengi, kuna hii blanda ambayo mtumishi wa Mungu pale Inland Church alikuwa akiweza kuzungumza. Then hiyo kitu iliweza kumuuma the President of the Republic of Kenya kwa hii harakati alipokuwa akiweza kuomba. Hebu sikiza. Na mtumishi huyu na mama na familia yake umewapatia majukumu hayo kwa wakati huu, na tunawapeana kwako Bwana, ukawahifadhi na kuwalinda na kuwatetea ili waweze kutimiza majukumu ambao umewapa kufanya kwa nchi hii. Na Bwana, tunawanenea baraka zako kama vile ulivyomwambia Ibrahimu, yule atakaye kubariki amebarikiwa, yule atakaye kulahani andiko hilo kwa aenda kinyume na maneno yako, basi neno hilo lako litimie. Basi tunawabarikisha kwako ili Bwana ukawape kimbali, ukawape usingizi, ukawape kunia pamoja, ukawape kuongoza nchi hii kwa amani, ukawape kuongoza nchi hii kwa hekima. Hawawezi bila wewe na wawezi bila uongozi wako. Basi waongoze, watimise majukumu ambao umewapatia kwa nchi yetu. Tunawabarikisha yeye na mke na familia na serikali yake na nchi ya Kenya. Tunabarikisha kwako. Wanapolala, wanapoondoka, wanapoamka, wanaposhinda. Wanasiasa, na nimeshangaa hata ule mwenye alifanya kazi mbele yangu katika wizara, nilifikiria ako na akili kidogo, anaweza kutumia ile alipata kutoka wizara. Ajue ya kwamba sehemu hii imetengwa kwa miaka mingi, na kuna wananchi sehemu hii walichoka na vetting. Wakiambiwa kuja next month, kwa sababu vetting inafanyika once a month. Ukienda vetting this month usipate DO hayuko, ameenda safari, unapotea, unaenda kufuata ng'ombe. Unarudi after 6 months, unaenda vetting, unaambiwa ofisi imefungwa. Unarudi tena, unaambiwa ukuje na mama yako, na wewe ni mtu miaka 50 60. Sasa unauliza mama yako wako wapi? Hawa watu wamekuwa marginalized, na wengi wao hawana ID, hawapati pesa ya wazee, hawapati kujiregister SHA, hawapati maendeleo ya mambo ya housing na mambo mengine mengi. So ID isiingie ukasumba tu kwa wale wanasiasa wako huko nje ambao sasa wamepotea kwa sababu wameona mwelekeo yao imeisha. Uanze kupigana na marginalized areas ambayo wametengwa miaka mingi, na President William Ruto is trying to bring them back to the fold ili kuhakikisha kwamba hawa watu wanapata IDs. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais mwaka jana alitoa ile extra vetting ya border counties. Na sio North peke yake, sio Coast peke yake, ni Kenya mzima. Kuna watu walikuwa wanaumia huko Busia, kuna watu walikuwa wanaumia Siaya, huko Migori, huko Narok, ukikuja Kajiado, uende Taita Taveta, uende Kwale, urudi Lamu, kuja hapa Tana River, ukiingia Garissa, Wajir, huko Mandera, Marsabit, Turkana, ukuje West Pokot, mpaka Trans Nzoia, mpaka Bungoma. So tusiangalie tu ati kwa sababu sehemu hii is very marginalized, atuangalie hata Trans Nzoia pia walikuwa wanapitia shida kama hiyo. This problem was affecting many parts of the country, and removal of vetting is to equalize the people of Kenya to be treated equally under the Constitution of Kenya. So don't look at it from only political angles. Na Mheshimiwa Rais alipotoa hiyo tukiwa Wajir mwaka huu, I'm sure February this year, alifuatanisha na kuondoa ile 300 shillings ilikuwa inalipwa ndio uchukue ID. Sasa kuchukua ID mara ya kwanza ni bure kabisa 100%. Wiki mbili iliyopita Mheshimiwa Rais ameangalia tena, amesema ile pesa 1000 ilikuwa inalipwa to replace
your ID yenye imepotea imeondolewa. Sasa kusema kweli, kama wewe unachukua ID mara ya kwanza ama unataka ya replacement, sasa unapata bure, kwa sababu Mheshimiwa Rais anaona kwamba kuna watu wengi hawata afford hiyo 300 shillings, hiyo 1000 shillings ya mambo ya IDs. Kwa hivyo nataka kuwashia watu wa Tana River, hiyo mambo ya ID sasa tumeenda hata mbele. Tumeleta machines inaitwa live capture machines yenye inasapelekwa kusungushwa penye watu wanafanya malishoni, penye wanaishi, penye wanakaa, wapelekewe wachukue ID hapo. Hiyo machine ya live capture machine iko na battery ya 8 hours na iko na battery mbili. Hiyo ya 8 hours kisha ingine inaongezwa. Sasa registrar pamoja na chief pamoja na fingerprints officer wakiingia tu kwa bodaboda, wameweka machine hapa nyuma, wanaweza sunguka kwa kijiji wa register watu wakuja wapate ID zao. And I want to tell those critics of this government who feel threatened because of the policy of equalizing the country using the national ID, ensuring that every citizen gets national ID, that you have seen nothing yet. We will go the extra mile to make sure the people of Kenya, regardless of the area they come from, are treated equally and they get the services they deserve. Because Wakenya wanafaa kusaidiwa vile wanataka. Ile administrative units mumeomba, sub-counties, locations, na all the other administrative units we are working on, and I can assure you we will deal with those issues so that nyinyi mmepata ikuwe sawa.